Mpendwa mtazamaji, kwa jina naitwa mchungaji Hezron Mchenya. Na mimi kwa jina naitwa Victoria Mchenya. Tunayo furaha kukukaribisha kwenye channel hii ya YouTube ya siku ya tatu, mahali ambapo kitu pekee tunachokifanya ni kufundisha na kujadili habari za nyakati na majira ya Biblia zenye msisitizo maalum unaohusu siku ya tatu. Na ni furaha yetu kuendelea na mtiririko wa masomo unaoitwa siku ya tatu kwenye nyakati za kibiblia. Na leo tunapenda kukushirikisha somo la tatu kati ya masomo 7 linaloitwa siku ya tatu ni siku ya mwisho ya miaka ya matukio ya Biblia. Sasa mchungaji Hezron, tafadhali naomba utueleze kwa nini somo hili ni la muhimu. Somo hili ni la muhimu kwa sababu wengi wetu tunajua kwamba Biblia inabeba matukio ya Agano la Kale na Agano Jipya. Hata hivyo, ni wachache tunaofahamu miaka ambayo Mungu ametenga kwa ajili ya matukio haya ya kibiblia. Na ni wapi kwenye Biblia tunaweza kuona matukio muhimu ya ukombozi yanayoonyesha alama ya mahali ambapo Mungu ameanzia na ameishia kuhesabu miaka hii aliyoitenga kwa ajili ya matukio haya ya kibiblia. Vile vile, somo hili linafunua kwa kutumia maarifa ya kibiblia siku ya mwisho ya miaka 1000 kwenye Biblia inayohitimisha miaka hii iliyotengwa na Mungu kwa ajili ya matukio haya ya Agano la Kale na Agano Jipya. Hivyo, endapo ungependa kujua kuhusu miaka iliyotengwa na Mungu kwa ajili ya matukio ya Agano la Kale na Agano Jipya, na matukio muhimu ya ukombozi yanayoonyesha alama za mahali ambapo Mungu ameanzia na ameishia kuhesabu miaka hii aliyoitenga kwa ajili ya matukio haya ya kibiblia, basi somo hili ni muafaka kabisa kwa ajili yako. Asante sana kwa jibu hilo la swali langu. Sasa je, unaweza kutueleza ipi ni siku inayobeba miaka 1000 ya mwisho ya matukio ya Biblia? Na je, unaweza kufafanua kwa kutumia vielelezo mwanzo na mwisho wa miaka ya Agano la Kale na Agano Jipya? Amen. Kibiblia, siku inayobeba miaka 1000 ya mwisho ya matukio ya Biblia ni siku ya tatu. Hii ni siku ya miaka 1000 iliyoanza tangu mwaka 2001 na inahitimisha miaka iliyotengwa na Mungu kwa ajili ya matukio ya Agano la Kale na Agano Jipya. Na alama za kibiblia zinazoonyesha mwanzo na mwisho wa hesabu ya miaka hii iliyotengwa na Mungu ni matukio ya muhimu ya kibiblia ya ukombozi wa mwanadamu. Ili kuelezea vyema somo hili, tumeandaa vielelezo vitatu. Kielelezo cha kwanza kitaonyesha miaka iliyotengwa kwa ajili ya Agano la Kale, na kielelezo cha pili kitaonyesha miaka iliyotengwa kwa ajili ya Agano Jipya, na kielelezo cha tatu ambacho pia kitakuwa ni kielelezo cha mwisho kitaonyesha siku ya mwisho ya miaka ya matukio ya Biblia. Kabla ya kuangalia kielelezo hiki cha kwanza, nina swali ambalo napenda nikuulize. Je, unajua ni wapi kwenye Biblia ambapo Mungu ameanzia kuhesabu miaka aliyoitenga kwa ajili ya Agano la Kale? Na ni jinsi gani mahali hapa alipoanzia kuhesabu miaka hii ni pa muhimu kwenye maisha yetu ya kila siku na ya sasa? Hicho
ndicho tunaenda kujifunza kwenye kielelezo chetu hiki cha kwanza. Kwenye maarifa ya kibiblia ya nyakati na majira, tunajifunza kwamba matukio muhimu ya Mungu ya ukombozi hutokea kwenye mianzo na miisho ya nyakati alizozitenga Mungu mwenyewe. Na hii ni kwa sababu kwenye kitabu cha Ufunuo ile sura ya 22 na mstari wa 13, Mungu amejitambulisha kama Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Hivyo basi, mtiririko wa matukio yote muhimu ya ukombozi na nyakati zake zilizotengwa huonyesha utambulisho huu wa kipekee wa Mungu. Kwa mfano, katika kielelezo hiki cha kwanza tunachokiona hapa, utaona kwamba tuna miaka ya kwanza na miaka ya mwisho, lakini pia tuna mwanzo wa nyakati na vile vile tuna mwisho wa nyakati. Hali kadhalika tuna matukio ambayo yalipangwa au yamepangwa kutokea mwanzoni mwa nyakati na matukio ambayo yalipangwa au yamepangwa kutokea mwishoni mwa nyakati. Hii yote ni kutuonyesha kwamba matukio yote muhimu ya ukombozi pamoja na nyakati zake huonyesha utambulisho huu wa kipekee wa Mungu tuliouona, unaoonyesha kwamba yeye ni Alfa na ni Omega, wa kwanza na wa mwisho, na ni mwanzo na mwisho. Kibiblia, Mungu alitumia tukio la mfano la mwana kondoo kuchinjwa kama alama ya mwanzo wa miaka 1000 ya kwanza iliyotengwa kwa ajili ya Agano la Kale. Tukio hili muhimu la ukombozi lilihusisha kifo cha mnyama ili kuwavalisha Adamu na Hawa mavazi ya ngozi ya mnyama huyo aliyechinjwa. Hili ndilo tukio lililobeba alama ya mahali ambapo miaka hii 4000 iliyotengwa kwa ajili ya Agano la Kale ilianza kuhesabiwa. Tunajua kwamba maarifa haya ni ya kweli kwa sababu kwenye Mwanzo ile sura ya 3 na mstari wa 21 hadi wa 22, Biblia inasema, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Na sasa asije akanyosha mkono wake akatwaa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Hivyo basi, kwenye Biblia Adamu na Hawa walibadilika kutoka maisha ya umilele au ya kutokuharibika kwenda maisha ya kitambo au maisha ya muda ambayo pia ni maisha ya kuharibika kwenye kipindi hiki cha tukio hili au wakati huu.
na lilikuwa ni tukio hili muhimu la ukombozi ambalo liliweka alama ya mahali ambapo ndipo Mungu alianza kuhesabu mwanzo wa miaka 4,000 ya Agano la Kale. Wakati huo huo, Mungu alitumia tukio la kuonekana la kuja kwa Kristo mara ya kwanza kama alama ya mwisho wa miaka 1,000 ya mwisho iliyotengwa kwa ajili ya Agano la Kale. Tukio hili muhimu la ukombozi lilihusisha kuja kwa Kristo mara ya kwanza duniani kupitia kuzaliwa na mwanamke aliyekuwa bikira. Hali kadhalika, hili ndilo tukio lililobeba alama ya mahali ambapo miaka 4,000 iliyotengwa kwa ajili ya Agano la Kale ilipokoma kuhesabiwa. Tunajua ya kwamba maarifa haya ni ya kweli kabisa, kwa sababu katika kitabu kile cha Wagalatia, ile sura ya 4 mstari wa 4 hadi wa 5, Biblia inasema, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Hivyo basi, tukio hili muhimu la ukombozi lilikuwa ni alama inayoonyesha mahali ambapo Mungu alimaliza kuhesabu mwisho wa miaka hii 4,000 ya Agano la Kale. Kwa maneno rahisi kabisa, kielelezo hiki cha kwanza kina maana hii ambayo ni rahisi kuielewa, kwamba tukio la kibiblia lililokuwa linabeba alama ya mwanzo wa miaka 4,000 iliyotengwa kwa ajili ya Agano la Kale lilikuwa ni tukio hili la mfano la mwana kondoo kuchinjwa. Na tukio la kibiblia lililobeba alama ya mwisho ya miaka 4,000 iliyotengwa kwa ajili ya Agano la Kale lilikuwa ni tukio hili la kuonekana la kuja kwa Yesu Kristo mara ya kwanza. Matukio haya muhimu ya ukombozi yanatusaidia kupata msingi wa mwanzo na mwisho wa miaka 4,000 iliyotengwa kwa ajili ya Agano la Kale, ili tuweze kuelewa kwa ufasaha na uwazi ni wapi kwa sasa tulipo kwenye miaka ya historia ya kibiblia na historia ya kidunia. Wow. Asante sana kwa maelezo na vielezo hivi. Kwa hiyo tukio la mfano la mwana kondoo aliyechinjwa ni alama ya mwanzo, na tukio la kuonekana la kuja kwa Kristo kwa Kristo mara ya kwanza ni alama pia ya mwisho wa miaka 4,000 iliyotengwa kwa ajili ya Agano la Kale. Amen. Kweli kabisa. Haya ni maarifa yanayotufungua ufahamu sana. Sasa kufuatia maarifa haya ya Agano la Kale, kwa sasa tuko wapi kwenye miaka hii iliyotengwa kwa ajili ya Agano Jipya, na ni matukio yapi ya kibiblia yanayoonyesha alama za miaka hii? Amen. Kihistoria, kwa sasa tupo takriban miaka 2,000 tangu mwanzo wa pale miaka iliyotengwa kwa ajili ya Agano Jipya ilipoanza kuhesabiwa, na hadi leo hii
tumesafiri takriban miaka 6,000 tangu mwanzo wa pale miaka iliyotengwa kwa ajili ya Agano la Kale ilipoanza kuhesabiwa. Na kati ya miaka 7,000 ya matukio ya kibiblia ya ukombozi, ambayo miaka hii pia ndiyo inabeba mwisho wa wakati, tumebakiza miaka 1,000 peke yake iliyotengwa kwa ajili ya matukio ya Biblia. Kibiblia, Mungu alitumia tukio halisi la mwana kondoo kuchinjwa kama alama ya mwanzo wa miaka 1,000 ya kwanza iliyotengwa kwa ajili ya Agano Jipya. Tukio hili muhimu la ukombozi lilihusisha kusulubiwa msalabani mwana kondoo wa Mungu ambaye pia ni Yesu Kristo, aliyechinjwa ili kuokoa ulimwengu. Tukio hili ndilo tukio lililobeba kipindi husika ambacho miaka 3,000 iliyotengwa kwa ajili ya Agano Jipya ilianza kuhesabiwa. Miaka hii iliyotengwa kwa ajili ya Agano Jipya pia vile inatambulika kama miaka 3,000 ya mwisho, au siku za mwisho, au siku 3 za mwisho, au nyakati za mwisho za Biblia, au kwenye tafasiri za matoleo mengine ya Biblia zinaitwa mwisho wa zamani hizi. Tunajua maarifa haya ni ya kweli kwa sababu katika waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya 1 na mstari wa 18 hadi wa 20, Biblia inasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini amefunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Hivyo basi, kwa mujibu wa Biblia, mwisho wa zamani, au kwa lugha rahisi ya tafasiri ambayo tunaielewa, ni nyakati za mwisho ambazo pia zinatambulikana kama siku za mwisho. Zilianza wakati Yesu alipofunuliwa ulimwenguni, au niseme tena kwa lugha rahisi, Yesu alipofunuliwa hapa ulimwenguni ndipo nyakati za mwisho zilipoanza. Mwisho kabisa, Mungu atatumia tukio la kuonekana la kuja kwa Kristo mara ya pili kama alama ya mwisho wa miaka 1,000 ya mwisho iliyotengwa kwa ajili ya Agano Jipya. Tukio hili muhimu la ukombozi litahusisha matukio mawili ndani ya tukio hili moja. Na tukio la kwanza litakuwa linahusisha kuja kwa Yesu ghafla mawinguni, tukio ambalo pia linajulikana kama unyakuo. Na kisha kutakuwa na tukio la pili ambalo litakuwa la kuja kwa Yesu akionekana kwa utukufu
kama mfalme, tukio ambalo pia linajulikana kama tukio la utawala wa millennium, pale ambapo Yesu atakuja kutawala pamoja na wale waaminio kwa kipindi cha miaka 1000 ya mwisho. Biblia imeongelea tukio hili kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 na mstari wa 16 hadi wa 17 ikisema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Wacha sasa nielezee kwa maneno machache na rahisi fundisho muhimu lililopo kwenye kielelezo hiki cha pili. Tukio halisi la mwana kondoo aliyechinjwa lililotokea miaka 2000 iliyopita liliweka alama ya mwanzo wa miaka ya mwisho au siku za mwisho au nyakati za mwisho, ambazo ndiyo miaka hii 3000 iliyotengwa kwa ajili ya Agano Jipya. Hii inamaanisha kwamba mnamo mwaka 2001 tulianza miaka 1000 ya mwisho ya matukio ya Agano Jipya, na mojawapo ya tukio muhimu kabisa la Mungu la ukombozi ambalo limepangwa kutokea kwenye kipindi hiki cha miaka hii 1000 ya mwisho si tukio jingine, bali ni lile tukio la kuja kwa Kristo mara ya pili duniani kwa ajili ya waumini walio macho na waliojiweka tayari kiroho kwa ajili ya kurudi kwa Yesu Kristo. Je, uko tayari kwa ajili ya kurudi kwa Yesu mara ya pili? Hebu amka na tujiandae ili tujiweke tayari kwa tukio hili muhimu. Wow. Amen. Asante sana kwa kuonyesha waziwazi wapi tulipo kwa sasa kwenye miaka ya historia na kuonyesha miaka 1000 ya mwisho ambayo ndani yake ndimo tunapoishi kwa sasa. Sasa je, unaweza kuongelea zaidi kuhusu miaka hii 1000 ya mwisho kwenye kielelezo cha mwisho ambacho ulikitaja pale mwanzoni kwa somo hili? Ningependa kujua zaidi kuhusu hii miaka. Amen. 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 Kibiblia, tukio kubwa kuliko yote la kosa la mwanadamu lilitokea ndani ya miaka 1000 ya kwanza ya Biblia. Vile vile, tukio kubwa kuliko yote la ushindi wa mwanadamu litatokea ndani ya miaka 1000 ya mwisho ya Biblia. Ngoja nieleze kwa undani zaidi ili tuweze kuelewa vizuri ufahamu huu muhimu kabisa wa kibiblia. Mwanzoni mwa miaka 7000 ya matukio ya kibiblia, tukio kubwa kuliko yote la kosa la mwanadamu ambalo lilikuwa ni dhambi lilitokea ndani ya miaka
1000 ya kwanza ya Biblia, na tukio hili lilisababisha mauti au kifo. Kwa upande mwingine, mwishoni mwa miaka 7,000 ya matukio ya kibiblia ya ukombozi, tukio kubwa kuliko yote la ushindi wa mwanadamu ambalo litakuwa ni utakatifu litatokea ndani ya miaka 1000 ya mwisho ya Biblia, na litasababisha ufufuo wa wale waliokufa na kubadilishwa kwa wale watakaokuwa hai. Mungu amefunua wakati huu wa miaka hii 1000 ya mwisho kwa watumishi wake mbalimbali kwenye Biblia, na hapa tutaangalia mifano michache tu ya watumishi ambao Mungu amewafunulia wakati huu muhimu wa mwisho wa miaka 1000. Mfano wa kwanza ni wa Danieli, aliyeona wakati huu wa miaka 1000 na akasema kwenye kile kitabu cha Danieli ile sura ya 12 na mstari wa 1 hadi wa 2 kwamba wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Wakati ambao Danieli aliuongelea wa kuhusu kufufuka kwa watu wengi ni miaka hii 1000 ya mwisho kwenye kipindi hiki cha mwisho. Lakini pia mnamo miaka 2000 iliyopita Yesu aliongelea kuhusu kuja kwa wakati huu wa miaka 1000 ya mwisho kwenye kipindi hiki cha mwisho, aliposema kwenye kile kitabu cha Yohana ile sura ya 5 na mstari wa 28 hadi wa 29, akisema, msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Wakati huo anaouongelea Yesu ni huu wakati wa miaka 1000 ya mwisho kwenye kipindi hiki cha mwisho. Na mwisho kabisa, mfano tutakaotoa hapa unamhusu mtume Yohana. Miaka 2000 iliyopita Mungu alimuonyesha mtume Yohana wakati huu wa miaka 1000 ya mwisho, naye akaandika kwenye kile kitabu cha Ufunuo ile sura ya 20 na mstari wa 4 akisema, kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa kuhukumu. Nami nikaona roho zao waliokata vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao. Nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hii miaka 1000
anayoiongelea Mtume Yohana ni miaka 1000 ya mwisho ambayo ilianza mwaka 2001, miaka ambayo inaangukia kwenye milenium ya 3 baada ya Kristo, milenium ambayo kwa Mungu ni kama siku ya 3. Na ndiyo maana siku ya 3 ni siku ya mwisho ya miaka ya matukio ya Biblia. Wow. Asante sana kwa maelezo na vielelezo kuhusu miaka iliyotengwa kwa ajili ya Agano la Kale na Agano Jipya na kuhusu siku ya 3. Sasa je, kwa mtu anayekusikiliza kama mimi hapa hivi, somo hili linahusianaje na maisha yake au maisha yangu? Au jambo gani muhimu la kujifunza? Ni lipi kwenye hili somo letu la leo? Amen. Somo hili linahusiana kabisa na maisha yetu sisi sote, wewe na mimi, kwa sababu mnamo mwaka 2001 tulianza kuishi kwenye siku ya mwisho ya miaka 1000 ambayo inaangukia kwenye milenium ya 3 baada ya Kristo, milenium ambayo kwa Mungu ni kama siku ya 3. Siku hii ni muhimu kwetu sisi sote kwa sababu kwenye Biblia Mungu ametumia siku ya 3 kwa ajili ya matukio mengi muhimu ya ukombozi wa mwanadamu. Na hapa kuna mifano michache tutakayotoa, na mmoja tutatoa kutoka kwenye Agano la Kale na mmoja kwenye Agano Jipya. Mfano wa kwanza wa Agano la Kale ni huu: wakati Mungu alipotaka kuja kukutana na watoto wake, yani wana wa Israel, kwa mara ya kwanza kabisa, alikuja kukutana nao kwenye siku ya 3. Tunaliona tukio hili kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 19 mstari wa 10 hadi wa 11, ambapo Mungu alimwagiza Musa aende kuwaandaa wana wa Israeli, akawatakase leo na kesho, na wakazifue nguo zao, wawe tayari kwa siku ya 3. Maana siku ya 3 Bwana atashuka katika mlima Sinai machoni pa watu hawa wote. Lakini pia mfano mwingine mmoja upo kwenye Agano Jipya kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 2, ambapo tunaona muujiza wa kwanza alioufanya Yesu akiwa kwenye huduma yake hapa duniani, nao ulifanyika siku ya 3. Na siku hii ilikuwa ni siku ya 3 ya harusi ya Kana kule Galilaya. Maandiko yanaonyesha kwamba Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Na hapa ndipo tunapokuta umuhimu mkubwa wa siku ya 3 kwenye maisha yetu, mimi na wewe. Ndani ya miaka hii 1000 ya mwisho ambayo inaangukia kwenye hii milenium ya 3 baada ya Kristo, milenium ambayo kwa mujibu wa waraka wa 2 wa Petro sura ile ya 3 na mstari wa 8, milenium hii ni kama siku ya 3. Mungu ameandaa harusi ya mwana kondoo, na wale waaminio wote wamealikwa kwenye harusi hii. Hata hivyo, ili kuweza kuingia kwenye sherehe ya harusi hii, wale wote walioalikwa lazima wawe wamejiandaa na wamevaa vazi la kitani nzuri
ambayo inang'ara na iko safi. Na maandiko kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 19 na mstari wa 8 yanaonyesha kwamba kitani nzuri katika maisha ya waaminio inawakilisha matendo ya haki ya watakatifu. Swali nililonalo kwa leo ni hili: je, unapoyatazama maisha yako ya kila siku, unao ujasiri wa kuingia kwenye sherehe ya harusi hii ya mwana kondoo? Au je, maisha unayoishi kila siku ni maisha matakatifu au ni maisha ya dhambi ambayo yanasababisha aidha kuchafua au kulitunza vazi lako la wokovu? Endapo kwa sababu yoyote ile unajisikia huna ujasiri wa kuingia kwenye harusi hii ya mwana kondoo, unajiangalia, unajiona maisha yako hayaendani na watu walioalikwa kwenye harusi hii iliyopangwa kufanyika kwenye siku hii ya 3 ambayo imo ndani ya miaka hii 1000 ya mwisho tunayoishi sasa, ninakusihi mpendwa wangu katika jina la Yesu kwamba uamke kiroho na uanze kujiandaa kwa kuzifua nguo zako kwa damu ya Yesu inayosafisha dhambi zetu zote na kuzifanya ziwe nyeupe kama theluji, kwa sababu ni swala la muda tu, kisha Yesu Kristo atarudi ghafla kwa mara ya pili kuja kuwachukua na kuwakaribisha wale waliojiandaa na walio tayari kwa ajili ya kuingia kwenye sherehe ya harusi hii ya mwana kondoo. Lakini pia kwako wewe ndugu yangu ambaye ungependa kumwamini Bwana Yesu, siku hii ya mwisho inayobeba hii miaka 1000 ya mwisho ya matukio ya Biblia inaweza kuwa ndio siku pekee kwako ya kujiandaa kwa ajili ya tukio hili muhimu la harusi ya mwana kondoo. Na hili ndilo jambo muhimu la kujifunza leo. Wow, asante sana. Kwa kweli siku hii ya 3 ni siku ya mwisho ya miaka ya matukio ya Biblia. Amen. Asante sana. Amen. Tunapenda kushukuru sana kwa kuungana nasi siku ya leo. Amen. Tunapoelekea mwishoni wa muda wetu wa somo la leo, tungependa kukuachia kielelezo hiki rahisi kilicho na mtasari wa mambo muhimu ya kujifunza kwenye somo hili la leo. Hata hivyo, si kawaida yetu kumaliza muda huu bila kukuuliza kama ungependa kumpa Yesu maisha yako leo. Na endapo ungependa kufanya hivyo, tafadhali fuatisha sala hii fupi ninapoomba pamoja na wewe. Sema: Bwana Yesu, leo ninakukiri kuwa Bwana wa maisha yangu. Ninaamini kwamba ulikuja duniani, ukafa msalabani, na siku ya 3 ukafufuka kuyaokoa maisha yangu. Nisamehe dhambi zangu zote na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Sasa basi, ni shauku yetu tukikuona ukikua kiimani. Hivyo basi, popote pale ulipo, tunakutia moyo uungane na waumini wengine walio karibu na pale unapoishi ili upate kujifunza zaidi. Na hapa ndio mwisho wa muda wetu wa leo. Hadi wakati mwingine tena, kumbuka, siku ya tumaini kuu kuliko yote imefika. Siku ya 3 iko hapa.